Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In case you're new to this channel, my name is Phyllis Mora. To the new subscribers, guys, hit that subscriber button below and let's grow together. To my returning one, already you know the vibe, guys. Thank you always for coming back to watch my videos. Guys, msiangalie macho yangu. Hapa nilikuwa nasikia kujikuna. Mimi huwa na shida macho, so nilikuwa nasikia kujikuna, then ikaanza kufura kakitu kakatokea hapa. So that's why unaona macho yangu inakaa hivyo. But now I'm getting better. Then kwa sauti niko na homa kali sana guys. So msimind, but nimesema lazima hii video nifanye leo. Yeah guys, what's trending, what's popping, what's going on guys? Vitu zimechemuka guys. Niliwaambia udaku ikichemuka mimi naileta hapa. What's going? Youngblood and Nihan Russian guys, yani mambo imechemuka guys. Is it Nihan ni deadbeat mother? Nyinyi sasa wacha tuende straight to the point. Jana kulikuwa kumechemuka, so I think Nihan aliongelea about Kamotho, Youngblood Kamotho, na Youngblood alikuwa shamalizana na hiyo story na kila mtu akamove on. So after Youngblood notice anaongelelewa na amekuwa kifichia Nihan vitu sana, mambo mingi sana, akaamua lazima sasa mimi nitaanika kila kitu, nitaweka kila kitu sasa hewani iwe liwalo. Remember Youngblood alikuwa anaulizwa na watu if Nihan ako na mtoto after wali break up. Yeye anasema enda mumuulize, sijui. Nendeni mkamuulize, but mimi sijui. But imefika sasa mahali Youngblood ameamua kusema ukweli. Ukweli ni gani guys? Nihan ako na mtoto. Alikuwa ameolewa, ni bibi ya mtu, amefanya harusi. Na mtoto ameacha kwa bwana Teliacha na 3 months. So sorry guys, niko na homa aki. So hiyo mambo imeenda hivyo ikachemuka. Jana Youngblood alikuwa anawachiwa na watu 30k kwa live yake. So mimi kitu yenye naweza uliza, mbona wewe kama mama uachie baby daddy mtoto? Is it Russian anakuaga mtoxic kama ni nini? Is it true yeye ni mtoxic? Ni venye anajifanya huku kwa kamera, and mbona ukuje kwa kamera ujifanye ya kwamba wewe una mtoto na uko na mtoto msichana? Nilisikia hata jina yake anaitwa sijui Stella. Hiyo Stella sijui hata imetoka wapi, nasikia Stella. Guys, mimi sitaki kuongea mingi, wacha kwanza niwaekee alafu nitaongea huko hivyo mwisho mjisikilie pia, cause mimi nilisema sitaki kuongea kitu without evidence venye ilikuwa. So wacha niwaekee hapo alafu mjisikilie. Prince akaniambia, kijana unajua uko na bibi ya wenyewe. Hiyo ni kitu ya kwanza akaniambia, unajua uko na bibi ya wenyewe. Mimi nikaisha. Usiunmute tafadhali. Wacha ni flow tafadhali. Kaniambia unajua uko na bibi ya wenyewe. Nikamuuliza bibi ya wenyewe aje. Sasa hiyo mimi nimesha date msichana 1 year. Tukipigana, akinikimbiza na kisu, akinifanyia mambo zote, mimi narudiana na yeye, unajua ni msichana. So that's why sikuwa ichoka naye na sitadanganyana. 2023 I was obsessed with her. Hata tukikosana, hata akinifanyia nini, nilikuwa tunavumilia, unaona. So nikamwambia Kenyan Prince, bibi ya wenyewe aje. Kenyan Prince akanitumia pictures WhatsApp. Picha 4 zitakuja kuleak TikTok one day. Not from me. Sina hizo picha, alidelete hiyo time 2023, alizifuta kwenye simu yangu, lakini zitakuja kuleak one day here on TikTok. Not from her side. I won't lie to you, Sina. So tuendelee na story pole. So Prince akanitumia, Kenyan Prince moja akanitumia picha WhatsApp. So hizi picha zilikuwa za Nihan akiolewa, akiwa na wazazi wake. Mimi najua mamake, nimepatana naye akiolewa, akiwa amebebwa juu, akikisiwa na aliyemuoa. Sasa unaona huyo mbaba ni mbaba, si kijana mdogo kama mimi. Huyo ni mbaba, unaget. Amemuoa, amembeba, amempiga kimunju. So Prince akanitumia picha hizo, akaniambia mmekosana ya ukweli. So yeye alinitumia sababu alidhani tumeachana ya ukweli, unaget.
kumbe hatukuwa tumeachana sababu ilikuwa tu story. Hizo picha zitakuja TikTok. Mimi sina, nitawapea tu story 2024 kitu kikuja 2025, but mimi sikuwa, hizo picha zilidelete. Yeye mwenyewe alidelete, but wacheni tuende step by step. So hiyo siku mimi nimeshaisha nguvu Boscan. Ya kwanza mimi kijana, hiyo time ndo nafika, mimi ni wa 23 May 28, nafika 20 years. So najiambia, kwa hivyo kuna mwanaume ambaye ako pahali na kuna mtoto na dem yangu, na mimi sijui hiyo story. So nimedate with dem 1 year. Bro, 1 year nimeishi na yeye, si ati ile anaishi kwake mimi naishi kwake. Tumeishi na yeye nyumba moja. Hakuwahi niambia ako na mtoto. So mimi nilijua na date tu dem, vile mimi sina mtoto, pia yeye ana mtoto. Kumbe ana mtoto. So sikuamini Kenyan Prince at first, una get? So tulikuwa na mgeni nyumbani. So nikaambia mgeni wangu, nikaita Nian, nikamwambia bebe, hebu tuende ride. Mamangu alikuwa na gari, alikuwa amenipatia, nimetumia the whole of 2023 na 2024, nilimrudishia last year hiyo 2024, unaelewa? So nilikuwa na gari hiyo kipindi, tulikuwa tuna date na yeye yote, nilikuwa na gari, waelewa? So nikamwambia hebu tutoke hivi, tuongee, kuna kitu nimesikia, hebu tutoke uniambie kitu juu nilikuwa I think mmejisikilia guys, hebu niambie. So Kenya Prince ndio alipata hii udaku. Na huyu Kenya Prince na alitoa wapi udaku? Kenya Prince wewe ni mdaku, unadakua mpaka huko ndani, ya? Ulidakua hadi ukadakua huko ndani. Na nasikia hizo video zitakuja kulink. I think Kenya Prince baada ako na hizo video juu Youngblood nani alienda akazifuta kwa simu yake. I think Kenya Prince ndio atakuja kutoa hizo video. Na nasikia Rashnia ni walikuwa naishi wapi? Nakuru. Yeah, about mkorogo pia hizo story zote ndio Kamotha anaongea hapa, timili ilikuwa sijui cock sijui nini. Mimi sitaki kuongea mingi, wacha tena niweke ingine, mniambie what do you think. Mimi nimeharibika huko. Unaona huko guys, hizi nini huko hivi. Nimeisha. Nimemscrub, na mscrub 3 times a day, but I did not talk. Na mscrub amepewa mafuta zote na rafiki yake. Ni rafiki yake hata anamhurumia, anamwambia bebe put try hii. Mguu ni white black, yani mguu ina change color. Hadi mimi nashtuka. Mimi nikiwa pale nilikuwa naogopa. Hadi nashindwa na date nini. Ananiambia you are not a supportive boyfriend au nipake mafuta. Bro, napaka mafuta. Bro, naumia huku, nimetoka ngozi. Namwambia leo siwezi kupaka, wacha nikupake kesho. Ananitusi, ananiongelesha vibaya, ananiambia venye mimi si supportive. Mimi nakubali. Unaona ile nasema wacha tu nimpake. Na mpaka bro, nimetoka ngozi. Yajua toka 2023, 2024, 2025 I never spoke. Niliamua kuwa the bigger person. But wewe juu unajua I'm the bigger person, that's why unakaa ukinitusi. Mguu inakuwa white. Unaona ile white kama ring light, ile white. Mafuta mimi ndo nilikuwa naendea, sikuwa natumwa ndimu peke yake. Mimi nilikuwa najua hizo mafuta zote. Natumwa dawa ya Narcos, natumwa dawa ya brightening, natumwa dawa ya miguu, natumwa dawa ya everywhere. Kulikuwa na yani hizo mafuta sijui zinatoka wapi. Nugget. Mimi ndo naendea. Mimi sikuwa naendea nimpike. Mimi ndo naendea. Na hiyo time naendea, nijua hata namhurumia, mimi ndo nampaka. Hiyo time kwanza namhurumia. Lakini sasa nikipaka hizo mafuta natoka ngozi. Unaelewa, natoka ngozi. Nikitoka ngozi namwambia wacha nipumzike kidogo. Nitakupaka kesho ama kesho kutwa. Niambia you are not a supportive boyfriend. You cannot support wewe hata ningekuwa na mwanaume 1 2 3. So anaanza kuniambia all those kind of things. So me na masaa zingine nakoka kichwa, na kosa namwambia wacha nimpake moja, namwambia fanyaje, nitakupaka hii mguu moja na mkono moja, wewe jipake mguu moja na mkono moja. She survives with mafuta. Hawezi survive bila hizo mafuta za kupaka. Mimi nimempaka 2023, nimempaka 2024, nimempaka hata juzi 2025.
Sasa hii juzi ndio alikuwa amenibeba vibaya. Ningekosa kumpaka mara moja, alikuwa ananishautia, ananirandia, ananitusi. Na sasa hiyo mimi natetea mikono zangu sababu zimetokana. Bro, unajua ukipaka hizo mafuta, unajua unasugua kama ni Narcos, unasugua, unaelewa? Hupaki kiolela, yani kama massage, yani ati kusikiza mtu vizuri. Unasugua hiyo black iishe, unaelewa? Sababu mguu ni coke, mwili ni Fanta. Unaelewa? So hivyo ndo iko. So unajaribu kusugua. Tena hiyo mguu inatoka black inakuwa white. Inakuwa white. Ikuwa white. Kuna mafuta anapewa za white. Mimi ndo nampaka. Mimi mwenye nadharauliwa. Mimi mwenye mnatusi. Yani nimejingiza kwa mambo zingine. Mimi tu ndo napaka. Napokea matusi online. Watu wananiambia how lucky you are. Yeah guys, I think tena umejisikilia ingine, but guys, ni nani mwenye ako na makosa? Pia mama ya Rashnia anako na makosa. Cause if mtoto wako alikuwa ameolewa, alafu unaona young blood ni katoto, bado kako 21, kanaelekea 22, then ni anako 26 years, angekaisha watu. Yes, obvious hakuna kwenye angepelekana sana, but kwa ile marriage yake ya mbele, mbona anaficha? Angekuja yake vitu hadharani kuliko pale anatingiza pale online, mtu ukifikiria ni kasichana na kumbe. Sasa hata nimeona watu wakiingilia Godi Hunch ule wakina Pluto, wakimwambia toto ulikuwa step dad ulikuwa shafanywa step dad. Yani vitu ni moto guys. What do you think guys? Mr. kuongea mingi. Venye umesikiza hiyo video na kama ulienda ukaona pale TikTok, what do you think guys? Hebu niambieni kwa comment section. Sitaki kuongea mingi ndio video isikue mingi guys. Niambieni kwa comment section what do you think? What do you think? Alafu guys, modifikisheni 2000 subscribers guys. Msubscribe guys. Wacheni kukaa bila kusubscribe. Na waomba msubscribe guys. Until the next video guys. Bye. Mwah.